Hey, wadau. Ilienda tu siku chache. So guys, kwa hii podcast yote you want to make me look bad. Wilson akaenda akaambia mwalimu fulani hapo, alikuwa dean of studies. Akaambia mwalimu, mimi sina girlfriend. Aliyekuwa kofi vile tulienda tukasimama nyuma ya dem, hata umjui, umeenda tu umesimama ndo uonekane. Wallahi tuliekwa wao. So kutoka hiyo siku nikasema heri nipige yangu kitu yenye iko yenye nimefanya. Wesi akaangalia simu kapata nimesave dem sweetheart. Then nikaenda nikampata na ninio na msichana on the process sasa. On the process. Okay. Wow. Hello guys, how are you? My name is Mwangi Mwaneki and this is the Mind and Mic podcast. We are back again with another episode. And today it's going to be a bit interesting. Today itakuwa ni about question and answer. But right before that, we are going to introduce ourselves. Mimi nimeshataja jina yangu. And Kaua hapa anasema ni ladies first. So we start with the ladies. My name is Stacy Chao. Welcome to our Mind and Mic podcast. My name is Angawo. Welcome to Mind and Mic podcast. Alright, na juni ladies first. Siaulize hiyo swali ya kwanza. So it is going to be like this. We are going to have question and answer. Everyone is going to ask a question based on their question is just going to be a random question. So they are going to ask and then we answer. We all answer, including the one who has asked the question. Let's carry on. My question is, mbona mtoto akiharibika, like amekuwa spoiled, hana karakta nzuri, mbona watu wanashinda wakilaumu mama ndo analaumiwa wakati kuna baba si pia anafaa akuwe engage hapo? Mbona mtoto akiharibika wanalaumu mama peke yake? Nikawo jibu hiyo kwanza. Hiyo swali ni tricky sana, lakini naweza sema mama ndiye analaumiwa jo. Ni yeye ndiye anashughulika sana kumlea huo mtoto. Let's say she is with that child most of the times. Yeah. So for me pia nitasema kama wewe. Most of the time when uachiwa mtoto ni mama. Kwa hivyo wakati mtoto anaharibika, that only means one thing, that mzazi ndo mama ndo amefail kumlea mtoto wake vile inafaa. So mama ndo anafaa kushughulika na mtoto sana na kuhakikisha ako na tabia nzuri. Hapana. Kwani wewe baba kazi yako ni nini kwa mtoto pale? Wewe kama baba kazi yako ni nini? Nikuulize swali, itakuwa ni rahisi sana. Ukipeleka mtoto shuleni akose kuwa na discipline na akose kusoma vizuri, utablame nani? Utablame mzazi ama mtoto? Sasa kulingana na swali yako inamaanisha like wewe baba hauna time na mtoto. Si hauna time, kwa sababu si ati mtoto akujangi kwako nyumbani. Mtoto anakuja nyumbani lakini si mimi sinajua baba pia anafaa akitishe mtoto kama ni kumuongelesha. Hata najua mama wako na mambo mengi, hata ndio mambo mengi gani? Ndio huwa anakuanga naye kila siku hapo, lakini hapana, pia wewe baba unafaa ukuwe close na mtoto, uko unajua mienendo ya mtoto wako. Akiharibika tu kidogo uko hapo unamdiscipline. Unajua inakuanga baba wanaenda kazini, si ndio? Kama baba anaenda kazini, it only means that the mother is left with the kid. So who is supposed to be so much responsible with the kid and the way they are growing, their morals and everything they do? Ni nani ameachwa na mtoto? Ni sawa, like sasa sahi situation ya sahi unapata mama ameenda kazini, baba ameenda kazini. Sasa nani anafaa achunge mtoto? Nani urudi mbele ya mwingine kwa nyumba? Unaweza pata hata baba ndo huwa anarudi mbele ya mama. But the buck still stops with the mother. Okay. Unaona watoto hawakwangi social sana na baba. So mtu anaweza kuwa close na yeye sana ni mama. Juu sometimes dads wanakuwa harsh sana, so watoto waogopa.
So wewe unataka kuniambia Uncle Didio ukikuja kuwa baba wewe utakuwa ni ule baba akiingia kila mtu anajificha? So unaona, that is where you fail. Si you fail. Unajua naturally mpaka wewe na uongee ukweli. Si unaogopa babako? Hapana. Simwogopi baba. Simwogopi baba. Mbona unatudanganya? Haki ya Mungu simwogopi. Na kwa nini humuogopi basi? Si ni ile tumezoeana, yani tuko very close. Hata nikiwa na shida kama ni kitu naweza mwambia, namwambia. Sometimes hata huwa tunatembea na yeye, tunaenda to take a walk. You see? Sasa that is the responsibility of a father. Okay, wacha tuseme kila mtu sasa hapo ako na jibu yake kivyake. Na pia wenye wanatu watch, kila mtu ako na jibu yake kivyake. So uliza swali yako. Nilikuwa nataka uulize but it's okay. Swali yangu, when first did you know kwanza unaweza ingia in a relationship, or when did you date first? Mimi Na usiseme ile ya primary, hiyo ilikuwa upuzi. Nataka high school. Yeah, okay. mimi hata high school squad. Usitudanganye. Mimi high school squad. Usidanganye. Kuna watu wananiangalia na nasema ukweli. Okay. Mimi Ilikuwa lini? after form 4. How long did it go? Ilikuwa how long? Ilienda tu siku chache. Kata. Siku hata si hata ingefika a month bana. Okay, mliachana mbona? Yako ni interesting. Nini? Mwezi wa kuisha. Lakini ni ego yangu tu ilinimaliza. Kwa nini? Juu sikuwa nasikia kubembeleza mtu. Yeah. Nataka attention. Sa attention tatoa wapi na tuliachia scout. Yako ni kali, yako ni noma. You seem ulikuwa mature sana msee. Situambie. The first time yenye nilijua naweza anza relationship ni wakati wenye nilikuwa nimemaliza form 4 na I could make my own decision. Yani nilikuwa naona nikimake decision si zote majority zinakuwa sawa. So unajua si decision zote zitakuwa sawa, but majority zinakuwa sawa. Hiyo ndo time nilinotice kumbe naweza ninio mtoto wa mtu sasa. Naweza mweka akilini mtoto wa mtu. So guys, kwa hii podcast yote you want to make me look bad. I'm the only person who got in love kwa hii podcast nikiwa high school. High school. Wadau. Okay. Na sasa ngoja nikuulize. High school mlikuwa mna manage aje relationship juu mkienda shule ni boarding ama ulikuwa day? Mimi nilikuwa day school. Maybe uniambie hivyo, lakini boarding ukitoka hapo ni miezi 3 uko ndani umefungiwa. Si mlikuwa mnaandikiana barua, simwachange kudanganyana hata. Muongea ukweli. Mnaandikiana barua alafu mnatumana siku ya funky mnatuma hizo barua zinaenda. Hata nilikuwa naona tu akitumiwa. Ulikuwa unaona? Na huko unaandika. Kwani hao obedient wa hiyo. Okay. When I got in my first relationship, ilikuwa lini? Ilikuwa form 1. Ilikuwa form 1. Wale walikuwa mata. Ni juu kuna time tukiwa class 8. Kuna watu walikuwa washajua kudate ni nini, washajua love, relationships ni nini. So mimi tukaitwa siku moja. Ilikuwa I guess second term, that term there. So tukaitwa tukaambiwa kila mtu aende asimame nyuma ya boyfriend girlfriend yake. Si hatukuwa nayo. Kuna jamaa nakubukanga hadi wale. Alikuwa anaitwa Wilson akaenda akaambia mwalimu fulani hapo, alikuwa dean of studies. Akaambia mwalimu, mimi sina girlfriend.
aliyekwa kofi vile tulienda tukasimama nyuma ya dem, hata umjui, umeenda tu umesimama ndo uonekane, wallahi tuliekwa wao. So kutoka hiyo siku nikasema heri nipige yangu kitu yenye iko yenye nimefanya. So nikifika form 1 hapo ndo niliingia kwa first relationship. Nilikuwa aje? Alafu swara ikakuja. Bahati mbaya tu ikanifuata, nikashikwa tu vile nilikuwa nasema. Mamangu akaangalia simu yangu, unajua sasa uko form 1, alafu anakuangalia vizuri usiharibike, hataki mtoto anaharibika. Liva makanisa nini, anaendanga kanisa, so hataki kusikiza tabia mbaya nini. Si akaangalia simu, akapata nimesave them sweetheart. Akaniuliza, nikaanza kukana. Unajua rule 1 inakuanga lazima you deny. Sema hata sijui ana nani nini, tunaongeanga tu kwa simu. Si mamangu akachunguza mpaka akajua ni nani. Alienda mpaka kwa mamake. Si karibu hivyo, lakini ni wa huko tu kwetu. So hiyo ndo ilikuwa my first relationship. Kutoka hapo nilikaa kabla niingia in another relationship. Yeah. Hiyo ni kali. Okay. Na sasa nikuulize swali. Ulipokuwa unataka kumpigia, unampigia wakati gani? Ama unajitoa unaenda unampigia huko nje? Unamhandle aje? For me, I'm not a calls person. So sipendi sana kupiga simu ama kupigiwa. Mimi hata unaweza nipigia simu kwanza ni delay kuchukua ama nikatae kuchukua ama niongee tu like mtu ameboeka. But kwa chats sawa. So tulikuwa tunaongea sana na chats. Alafu pia yeye anaogopa mamake. So huwezi mpigia anytime. Sawa, mimi niko na swali. Uliza. Bwana Mwaniki. Si mimi unauliza kila mtu. Ni wewe ndio naenda. Okay. Utajibu tu alafu tutaenda kwa Stacy. Sawa. Ulipatana na heartbreak ya kwanza lini? Na ukajua aje kuimanage heartbreak ya kwanza? Heartbreak ya kwanza nilikuwa form 4. Actually ndo nilijua hizi relationships zingine zote nilikuanga nazo zilikuwa ufala. Ni utoto. Kuna dem alikujanga tukiwa form 4 na yeye alikuwa form 2. So nikamuuliza akakubali nini. But after some time, I guess after 1 month, akaona I'm not a better man. Alafu sikuwa na simu. Sijui kama aliniacha juu ya simu kubwa ama nini. But walianza kuonana na jamaa mwingine, alikuwa kwanza hata deskmate hapo tu. Akaniacha akaenda na yeye. So like nikakasirika, nikaenda nikamkelelesha. Yeye hakuelewa like nafanya hivyo juu nampenda. I was jealous. So yeye alienda tu na ile jamaa. Ile alienda na huyo jamaa, that was my worst heartbreak. And nilikuwa nasikia tu vibaya. To a point where mpaka nilianza kudrop kwa studies nini. Lakini siku moja ikafika na nikajiuliza, kwani hii love hata kama nampenda aje, haizi rudi yeye ashaamua ameenda. Sitapoteza kila kitu. Hapo ndo nikaanza kurudia saa masomo nini. Na kuongea na marafiki, so nikaanza kuheal. Na sahi heartbreak niweza kustua? Sahi heartbreak hizi nishtua. Actually sahi hata naweza kuacha. Ndio sasa. Okay, mimi hata kwa mapenzi sahi mimi uniambia ati unaenda, hii si kitu itanishtua. Wewe enda tu, tutapatana kwa barabara. Kabisa. Acha twende kwake Stacy. Waambie wakati tutapatana heartbreak. Walikuwa mabeshte aje na heartbreak. Hapo sasa si umetonesha kidonda, sijui kama nitarudi kuheal tena. Wewe utaheal. Utaheal kama sisi tushaheal. So heartbreak yangu ya kwanza ni tulikuwa tuna date na jamaa. Alikuwa tu hapo wa karibu wa area. Sasa nilikuwa nimezoea naenda kwake anytime nini. But hiyo una date neighbor si mzazi atakuua. Si eti neighbor like yuko hapo tu around, si karibu sana. Yani ni mali unaweza enda na pikipiki, but ni mtu tu hapo around. So sasa nilikuwa nimezoea naenda kwake anytime. Yani ni kambe ni kwangu hadi sikuwa na spare key, but nilikuwa nikitaka kwenda naenda.
Sasa ninio kitu ilifanyika ni kuna siku nilienda, sikumwambia kama nakuja. Then nikaenda nikampata na ninio. Na msichana on the process sasa. On the process. Okay. Wow. On which process? A reproduction process. Ulipata mambo yakiwa Nilipata mambo yakiwa live. Nilisikia uchungu. Then hata niliingia, huyo boy hakuwa ameniona lakini msichana alikuwa ameniona. So siku react, nilitoka tu hivyo. Of course angekuona. Hadi from that day hajawahi nitafuta. Like from that day hakuwahi nitafuta. Juzi tu ndo siku hizi anaanza kunitafuta na anaanza kuomba msamaha after sijui 3 months. Lakini kuulize pesa msamehe? Siwezi. Bwana. Siwezi. Hiyo ni hapana. Unajua mtu unaweza msamehe kwa sababu gani? Kama aligundua amefanya makosa immediately akaomba msamaha. Pengine aligundua maybe hakuwa na confidence ya kukuja kusema pole. Juu ulimpata. Hapana. Unaona? Hiyo nayo. Ulimpata hapo like confidence unatoa wapi? Ukifanya makosa kwanza ukishikwa on spot. Sana kukuapproach. Sijui hiyo nguvu. Na sasa hiyo nguvu ametoa wapi paka anani approach sasa hivi? Si nijua already kuna time sasa ameweza kupata hiyo courage, ametafuta hiyo courage. Siwezi. Ako confident enough kukuface. Na tuseme sasa heartbreak iza kustua. Siwezi. Haiwezi nishtua. Sasa kama unaacha. Si aende. Kasi ulikuwa umesema ujahili. Ile nayo nilikuwa ama tena umehili. Ile nayo nilikuwa sijahili. Paka nilikuwa nasema mimi na mapenzi. Labda ni mbinguni lakini sasa nikapata mtu mwenye acha tu. Haya. Mimi sisemi kitu. Kuna mimi hapa. Okay, tuendelee basi. Mimi nilipatana na heartbreak ya kwanza. Nilikuwa mtu nilimpenda wa kwanza. Alright. Tunasikia sasa sijui nasikia. First love. Imagine sana ile mlikuwa mmependana. Yaani mnakaa tu crazy kiplani. Nikampenda huyo mtoto akanipenda. Baadaye akanipiga surprise. Nilipata mtoto wenyewe nijaribu kurudi hivi. Aliolewa. Yako ni kali. Baada sasa nikikumbuka hiyo story nasikia tu vibaya. Lakini kana text tu space ananiambia nilipitanga wapi. Mimi naye nilimsahau tu hivyo, alisaulika kitambo. Lakini yako ni kali bwana. Alikuwa hata tu akaenda akaolewa. Unajua sasa ni ile tulikuwa tunapendana sasa. Mimi nilienda kupiga hustle kurudi. Kapata alikuwa ameolewa. Kasikia vibaya. Ukaathirika vibaya. Okay. Kali. Pole. Okay, uli-heal. Mimi. Nili-heal tu mdogo. Pole tu. Sasa mimi nishaheal kabisa. So heartbreak haiwezi kushtua. Hata mtu sasa akiniambia ananiacha na mwescott mara that. Mapenzi sasa hapana. Kabisa. Okay. Stacy. Swali. So acha niwaulize nyinyi kama maboys. Like mtu sahi uko umependa umecrashia dem, si ndio? Alafu umake ile move ya kumkatia. Then akukatae. Will you still be friends ama venye mlikuwa friends utaanza kumweka separate ama umchukie nini? Like si mlikuwa friends ukamcrashia. So ukamkatia akakukataa. So will you still be friends ama utamweka mbali huko? Friends. Over my dead body. Friends. Umekataa friend zone. Mimi nayo hapana. Mtu naye akinikataa
tunapata ways tunaye, haina haja tukue ma friends tena. Story inaisha hivyo. Ndio inaisha. Hata kama mlikuwa maybe mnafanya kazi pamoja, alafu umemkatia, amekukataa. Mbona amekukataa? Na si maybe ana date ama maybe hajahead from a heartbreak. Yako ni serious. Mwanaume akuwe side chick anakuwa serious. Anaweza kuwa nini side sponsor. Ama ukuwe deputy. Okay, hivyo sasa hiyo deputy sasa. Okay, for me, sidhani there is a problem with being friends juu amenikataa in the first place. Kwa nini akukubali hata maybe itakuwa ni alikuwa akucheze tu. Maybe ako na another relationship. Anakucheza tu like anachezea feelings zako. Maybe you are so genuine. Yeye aone badala ya kukuhatu acha tu mkue marafiki ya kukatai tu. So badala ya kukua simp hapo na simp, si heri mkue marafiki. Kuonyesha tu dust kila mahali. Badala ya kuonyesha dust kila mahali, si mkue marafiki. Uzuri, unajua uzuri wa ladies. Marafiki. Marafiki wengi. Sasa mtu umemkatia, ni ngumu sana mrudi mkue marafiki. Mnaweza kuwa marafiki. Nikuulize swali. Sawa akukubali alafu akuwe na kuchiti. Ni gani bora? Akwambie ukweli mara kwanza kama ana date alafu ninio mkue friends, ama akukubali lakini akuwe na kuchiti. Anijeni tu chini ya waba case constant. Mimi nao sinichiti. Heri tu tukue marafiki. Mimi naga mtu kwa marafiki. Tuna date to date. Okay. Na chali akikukatia. Alafu mwambie mkue marafiki. Sina shida na kuwa marafiki. Si bora nimempatia reason na amekubali, yani amenielewa. We shall be still friends. Okay. Yeah. Uliza yako sasa. Ndio. Hauna swali aje? Uliza. Okay. Naweza kosa swali? Siwezi kosa. Okay. What was your experience? The worst experience will you experience ukijoin college? Na kama una ya college, any worst experience in your life? Worst experience? Nikiwa form 1. Kumbe mlikuwa mtasekea. Tulikuwa tunatesekea huko bana. Kila saa unapita tu unasikia form 1 makosa ikifanyika form 1. So kila nyinyi mlikuwa mnaambiwa ni form 1. Alafu wa seniors wa shule wakikupata unaweza pita hapo uambie wewe form 1, ukijaribu kuangalia naambia umeangusha admission. Admission limewekwa hapa. What about you, Stacy? What has been your worst experience in life? For me, ule wakati nilijoin form 1, niliingia games. So kenye ilikuwa inaniboo sana ile mnaenda games, alafu sasa unajua wale wenzenu players wengine si ma form 3 ma form 2 wanajuana na hao maboys wengine. Unapata ile tumeshacheza sasa tumepumzika. After 5 minutes unajipata mko peke yenu ma form 1s juu nyinyi hata amueleweki, mkitembea mnatembea pamoja kama bata. Hakuna mwenye anawafuata, yani amjuani na watu. Hiyo kitu ilikuwa inaniboo paka ilikuwa hiyo ndio ilikuwa worst experience. Yeah. Okay, na yako ni kodidi nyingine. Mimi nayo worst experience experience nikiwa form 2. Nakumbuka ilikuwa form 2 term 2. Kuna time stima zilipotea shule. Mwalimu mwingine akalengwa. Na alilengwa na ma form 4s. Sasa form 4 sasa kurudi hivi ilikuwa kitu kama Friday jioni. Mwalimu alilengwa, kukuwa na stima, tulikuwa tumekula chakula. Sasa venye alilengwa wakasema ni form 2s walimlenga. Si hata tulikuwa class tulikuwa tunalala. Juu hakuna stima. Sisi tulikuwa tunalala huko class. Kufikia Monday tukaambiwa ma form 2s wote tubaki nyuma. Manze nakwambia
second term tulikapitia, tulitandikwa. Kwanza tulitandikwa, alafu kila saa 10 tulikuwa tunakuja assembly, tunapiga magoti, tunainua mikono, wana piga magoti na kuinua mikono. Wale kidogo mimi hivi niache shule. Ulikapitia. Alafu sisi ndio tulikuwa tunafanya kazi yote, mpaka wafanyikazi tunawasha sticho za shule, kila kitu. Tuliteswa bana. Nyinyi mlikapitia. Okay, lakini hamkukapitia kama mimi. My worst experience. Ngoja niseme. Sema. My worst experience. Kuna day nilikuwa form 4 by that time. Mara tunasikia kuna msichana, sisi tulikuwa boarding, ilikuwa girls peke yake. Yeah. Kuna msichana sijua anajibadilisha mwanamume, ana rape watu. Hiyo kitu ilikuwa inanisumbua. Hadi nikitaka kwenda kulala hivi, yani hata usingize ukuji. Nasema nikuje nirepiwe na msichana. Na sasa huyo msichana alikuwa form 2. So ikabidi sasa watu separate, form 2 domu yao, form 3 domu yao, form 4. Sasa form 2 wakawa wamelalamika sana hiyo story after tumeseparatiwa hivyo. Yeah. Alafu tukaitwa assembly form 4 eti tukaambiwa juu nyinyi ni ma seniors, acha tumlete form 4 dom alale huko. Karibu mhepe. Tulikataa kabisa. Mpaka principal akakuja eti anataka kutupigisha magoti sijui nini, lakini tulikataa. Ilibidi alale store. Then the next ile sasa tukienda kulala usiku. Ile nimetoka class, unajua tulikuwa tuna extend. Tulikuwa tuna extend juu ya kusoma form 4. Na ni saa tukienda dom, wale wengine washalala. Hata ilikuwa saa 4 ndio nimeenda dom, nikaenda nikalala. Hata sijajiwekelea vizuri hivi. Nakwambia nikasikia watu wamepiga nduru, wameenda assembly ground, kila mtu. Sasa ni ile wewe pia unakimbia, hata uelewi ni nini watu wanakimbilia. Wewe unakimbia ndio usibaki peke yako hapo dom. Na hata hapo tulikuwa hatuna manguo, venye ulilala ndio hivyo unatoka. Wanakijiji walikuja wote. Hapo na ilikuwa usiku, ilikuwa saa 7 nikiangalia time. Nilikuwa na watch. Akiamu from that day watu wakawa wanataka kufunguliwa gate waende. Mwalimu akakataa. Ikabidi polisi wakuje. Polisi walipokuja wakasema juu saini usiku na hawa ni wasichana, acha tu tuninio. Wangoje asubuhi ifike, then kesho saa 12 gate ifunguliwe, kila mtu aende. Gate ninio, lakini wasichana walikuwa na insist. Yaani ndo nilijua kumbe wasichana tuko na nguvu. Unajua tulingoa gate. Wasichana wanangoa gate. Watu walikuwa gate. Si mimi hata nilikuwa sijui nini kinaendelea. Watu walikuwa gate. Sasa wao walikimbilia huko kwa gate. Unaona hizi ukuta perimeter wall huko imevunjwa yani gate. Nakwambia hiyo time hata tunaambiwa eti turudi dom tukalale, hata ufili kulala kabisa. Tulikesha paka asubuhi. Okay, nyinyi mlikuwa wanaume si wasichana hizo enzi zenu mkiwa high school. Nakubaliana Wanangoa gate aje? Au ni wanaume? Tulingoa yote like ili hata kama mlingoa nusu. Si kuingoa kutoa like kuiharibu, yani kuipiga mawe nini. Ushaisikia mahali wasichana wanaharibu gate? Sijawahi sikia, lakini kwetu ilifanyika. Nikisema nini wanaume bana. Okay, wacha nipeane yangu. My worst experience, si ati mimi ni mbaya. Najitetea, ni juu mimi ndo nimeona mpaka mambo na mapenzi nyinyi mkianza, mimi nilikuwa nishaanza. Nyinyi mko mnajua mapenzi, mlikuwa watoto. Ama ni mimi mtoto, nyinyi mlikuwa millennials. Okay, my worst experience ilikuanga time shule kwetu staff room ilichoma. Acha nikwambie, na ni day school. Wakati walichoma, hiyo siku nilikuwa nimeamka kitu 3. Kasema acha niende shule ni revise. Tulikuwa tunaenda kufanya exam hiyo siku. Acha niende mapema ni revise ndo at least nipite exam. Nikasikia hapana, siende 3. Amka 3:30.
nasikia bado zi mpaka ikafika nika postpone mpaka ikafika kitu 5 kufika 5 nikajitayarisha 5:30 nikienda kutoka babangu akaniambia hapana kwanza usiende nasikia shule wamechoma nikaogopa so tukaenda nikapata ni ukweli nini investigations ishaanza kuna wengine washashikwa so si mimi nikaenda home juu hakuna kitu nasema hapo ndo nilijua kweli nini nakonga wanasemanga the tongue has power sure. So kuna ilikuwa na Sunday nilikuwa nimeambia dem mwingine hapo unajua sijui mbona nasikia kama naweza shikwa na polisi kumbe nilikuwa naona vile nitashikwa tu so hiyo siku kitu sana mimi nikasikia tu ngurumo ya gari nikafikiria ni road Monday Tuesday nikasikia mgurumo wa lori mimi sijui ni gari ya polisi kwenda kuangalia nikaona polisi nikasikia polisi wameniambia kijana usijaribu kukimbia nikajua hapa hata nikikimbia nitaenda wapi watakuwa wamenishika wewe nikakujua na askari 6 nikashikwa vile tu nilikuwa nimesema nitashikwa so the part yenye ni worst ni kulala kwa polisi aljuu mimi si kulala hata kwa nalala tu nikiomba niachiliwe juu hata makosa sina nimeshikwa tu sawa walikushika juu ya mimi sijui nilishikiwa wangu nini walikuwa wanasema wenye niliuliza mimi sikuuliza kwa station nilishikiwa nini but wazazi walikuwa wanafuatilia na marafiki zangu so nilikuwa naambiwa ati ni juu nilikuwa school captain ndio maana nilishikwa so nikashangaa school captain na watu kuchoma si hata mna risk maisha yangu sana hiyo ndio ilikuwa my worst experience hakukuwa na evidence ya kuonyesha tulichoma so tulipelekwa kotini ndio but tukiwa hapo kwa hiyo cell yenye wafungwa uwekwa ndo mngoje kupelekwa kwa nini si wafungwa wenye wamekuwa arrested hapo ndo tulipelekwa ilienda wakapresent sijui akaambiwa nini ikasemekana juu hakuna evidence turudishwe tukarudishwa hivyo ndo tuliachiliwa kesi kaisha so that has been it for Mind and Mike podcast tumekuwa na Codidio and Stacy thank you so much tupatana next week same time same place not same day juu tunakuanga na episode every Wednesday and Friday bye